Na mtazamaji, kumbuka kwamba mbiu ya mgambo ikilia kuna jambo. Ujambo na karibu kwenye habari za sasa za runinga ya Prudent. Hivi sasa ni saa 7 mchana majira ya Afrika Mashariki. Jina langu ni Vincent Nixon. Mfumo mpya wa lishe shuleni ambao umezidi kuenea katika maeneo mengi nchini almaarufu Tap to Eat umezidi nchini. Mwanahabari wetu Melab Ngetich ametuandalia makala hayo. Niko katika shule ya msingi na sekondari msingi ya Sosiani jijini Eldoret, ambapo nimekita kambi ili kukueleza kuhusiana na mfumo mpya wa lishe ya elimu almaarufu Tap to Eat. Kifaa hiki ambacho unakiona ni kifaa ambacho kwa umbali waweza dhani ni saa ya mikononi, lakini la, kifaa hiki ni kifaa ambacho wanafunzi katika shule ya msingi na sekondari msingi ya Sosiani wanakitumia ili kupata chakula cha mchana. Lakini swali ni je, kifaa hiki kinafanya kazi kwa namna gani? Tap to Eat imekuja rescue chakula ya mtoto ya lunch. It's cost only 20 shillings and inatumia saa na simu. The ones inaenda kutap hivi ina deductive 20 bob per child, so imekuwa efficient kwa kila mwanafunzi. Tuliweza kuzungumza na mwanafunzi mmoja na anasema kuwa mfumo huu umewasaidia pakubwa sana, kwani hapo awali walikuwa wakila chakula ambao ni baridi, chakula ambao wanatoa nyumbani. Tulikuwa tunakula chakula baridi, lakini sasa tunakula ile moto. Hadi sasa wanafunzi walali kwa darasa. Imesaidia sana, imesaidia wanafunzi wengi sana. Kitambo hatukuwa tunapata chakula kama hii ya balanced diet. Sisi tunapata. Mwalimu msimamizi akiwa na haya ya kusema kuhusiana na mfumo huu mpya wa chakula, yani Tap to Eat. Dina Kosgei ni mwalimu katika shule hii na pia ni mimi ninasimamia kipindi hiki ama shirika hili ambalo wameleta chakula hapa, inaitwa Food for Ed. Na pia hii Food for Education imesaidia wale ambao hawajiwezi, maana kuna wanafunzi pia hata hiyo shilingi 20 mzazi hawezi kulipia. Kwa hivyo wamejitoa na tayari wanasponsor watoto zaidi ya 80 ambao wanakula bila kulipa chochote. Tunashukuru sana kwa shirika hili la Food for Education, wameweza kusaidia hao watoto. Na jambo lingine ni kuwa chakula hiki ni chakula kizuri sana. It is a well balanced meal. Naibu wa mwalimu mkuu alisema haya kuhusiana na mfumo huu wa Tap to Eat kwa niaba ya mwalimu mkuu. Kwa majina naitwa Beatrice Yai. Naibu mkuu huu wa Food for Education mpangilio mzuri sana. Manake umewezesha wanafunzi wengi kukaa na kutulia darasani. Wengi wanafunzi wetu wanatoka katika familia ambazo hazijiwezi. Yote 9-10 ni kwamba wazazi wajitahidi ili wana wao wapate lishe bora shuleni. Nikiripotia runinga ya Prudent kutoka shule ya msingi ya Sosiani jijini Eldoret, jina langu ni Melab Ngetich. Katika habari zingine ni kwamba wakulima katika kaunti ya Uasin Gishu wamo mbioni kutafuta mbegu za upanzi kama ilivyo kawaida yao kila mwaka ni katika ukulima wa mimea tofauti tofauti aswa mahindi. Mwanahabari wetu Venagola ametuandalia habari hizo kwa kina. Kila mwaka aswa mwezi wa Machi na April, wakulima wanajiandaa kwa upanzi wa mimea tofauti tofauti. Wakulima katika kaunti ya Uasin Gishu wamejitokeza leo hili kuweza kupata mbegu ambayo itawasaidia kwa ukulima yao. Ukiweza kuangalia hapa wakulima wamejaa tofauti tofauti, wamepanga foleni hili waweze kupata mbegu ya siku ya leo. Kama ilivyo kawaida kila mwaka, wakulima wanajitwika shambani kwa upanzi wa mimea tofauti aswa mahindi mwezi wa Machi na April mtawalia. Hii leo jijini Eldoret foleni ndefu ilishuhudiwa, wakulima wakiwa mbioni angalau kupata mbegu ya upanzi. Hata hivyo jumba la nafaka hapa jijini Eldoret imekuwa kwenye njia panda, huku wakulima wakiwa na kiu ya mbegu, huku usajili ikishika kasi kwenye lango kuu. Tulipata fursa ya kuzungumza na wakulima hapa waliofika kujinyakulia mbegu. Philip Boit, mkulima kutoka eneo bunge la Moiben, anatuchorea taswira ya jinsi yalivyo. Kwa majina naitwa Philip Boit kutoka Moiben Cabernet. Nimekuja hapa tangu jana kutafuta mbegu. Nilikuja jana saa 1 ikawa namba 200 and something. Yani sikupata. Yani leo nilikuja saa 1 ikawa namba 500.
na sijapata. Leo vile anasema ratiba ya jana na leo ni tofauti. Kuja sasa wanafuata namba nyingine tena. Si ile ya jana. Anaeleza jinsi bei ya mwaka uliopita na sasa. Sasa juzi ilikuwa 10 kilos ndio 3,000. Bali sasa vile serikali walisema ni 21. Lakini ukienda serial sasa ni 3,000. Wengineko, Sostin Kirwa, mkulima kutoka Segero Marsabit, anaeleza kuwa aliraukia jumba la nafaka asubuhi na mapema, ila changamoto ni foleni. Kwa majina naitwa Sostin Kirwa, natoka Uasin Gishu County, Segero Marsabit. Mimi ni mkulima na nimekujia mbegu. Niliamuka maneo saa 11 na nimefika Kenya mbegu siko. Lakini laini ni refu, watu wako wengi, wako serious na ukulima. Kirwa anasema kwamba jana wakulima waliruhusiwa kuingia bila kusajiliwa, ila leo hali ilibadilika na kuwalazimu kujisajili ili kupata fursa ya kuingia. Jana kulikuwa na challenge fulani, kila mtu alikuwa anaingia in a random way. But ilifika next time wakatumia criteria ya kuandikisha majina so that ikuwe hizi wakiingia ndani. Kirwa yuko na imani leo atarejea nyumbani angalau na mfuko wa mbegu. Kulingana na roho yangu naamini nitaenda na mbegu leo. Hata hivyo tulipatana na mkulima mchanga aliyejanjaruka vile anatupa hisia zake. Kwa majina I'm Kennedy, mkulima from Cabenes, Uasin Gishu County. Yeah. We've been here since yesterday. Tumekuwa from jana. Leo niliingia around 4:30 kielekea 5. And as you can see tumekaa hapa design to at least wamaze kudisperse mbegu. Kennedy asema sharti usajili ukamilike kwenye lango kuu angalau hili mkulima apate fursa ya kupata mbegu. Kennedy anaeleza kufanya usajili ni bure, ila kupata mbegu unalipia. Hayo ndiyo masaibu wanaopitia wakulima ili kupata mbegu ya upanzi katika Uasin Gishu County. Nikiripotia runinga ya Prudent, jiji la Eldoret, jina langu ni Vena Agola. Asante sana mwanahabari wetu Vena Agola kwa habari hizo. Tuingie katika habari za biashara. Baadhi ya bidhaa muhimu jijini Eldoret zimezidi kupanda bei msimu huu wa mvua, tofauti na mwezi Januari, msimu wa kiangazi. Mwanahabari wetu Clavin Chepkemoi ametuandalia habari hizo kwa kina. Katika soko kuu la Eldoret iliyoko katika kaunti ya Uasin Gishu, tunapata bei ya bidhaa aina mbalimbali. Tunaungana na Holly Sara, mfanyibiashara wa kuuza matunda na mazao ya shamba. Holly Sara, mimi ni mfanyabiashara, I'm a business person. Mostly I deal with groceries, onions, tomatoes, fruits, kidogo hapa na pale. Anaelezea kwamba bei ya bidhaa hapo awali ilikuwa sawa. Hapo awali naweza sema bei ilikuwa sawa. It was affordable for both wenye tunauza na kwa pia our customers. But saizi things are so expensive to the point where we just have to inabidi tu angalia kwanza what the customers want. At now saizi huwezi nunua everything at large. You just go with what's affordable currently. Ukilinganisha na wakati huu ambapo bei ya bidhaa hizo imepanda. Aina ya bidhaa anazoziuza ni kama maharagwe, aina ya Rosecoco, Saitoti, White Rosecoco, Nyayo, vile mishele aina ya biriani na pishori. Upande wa maharage tuna aina ya Nyayo, Saitoti na Rosecoco. Mchele tuna biriani na pishori rice. Simu wa kiangazi naweza kusema bei inapanda, then size msimu wa sahihi bei imeshuka kiasi. Nyanya naweza sema bei inapanda ikishuka. Unaweza pata labda saizi tunauza nyanya moja tu kwa at 10 shillings. Kitambo ingekuwa maybe shilingi 8 ama shilingi 5. Maembe saizi na depend, kuna za 10, 15, but kitambo yote tulikuwa at 10 bob. Saizi imepanda. Mayai aina ya kienyeji huuzwa shilingi 25 tray ikiwa 750, na kuna aina ya improved kienyeji ambayo huuzwa kwa shilingi 15 tray ikiwa 450. Pande wa mayai tuko na pure kienyeji moja tunauza 25, tray ni 750.
Then pia kuna improved kienyeji which one goes for 15 bob and a tray for 450. Huku akieleza changamoto anazozipitia katika biashara yake. First of all, ni kanjo. Yes, wanafanya kazi yao, but at the same time pia kuna vile their works, kuna vile ina damage our business. Vile Arnold Wafula anaeleza jinsi biashara yake inavyoendelea. Upande wake anauza kabeji kulingana na ukubwa wa kila kabeji. Naitwa Arnold Wafula. Biashara sasa si mbaya. Tunapambana tu mdogo kungangana hapa na pale. Najua business by the way ni kusanya shilingi 1, 2, 3. Ndio napata by the time ifika jioni shughuli imeendelea. Anauza kabeji kulingana na ukubwa wa kila kabeji, kati ya shilingi 30 hadi 70. Vile bei ya ndizi ikiwa ni kati ya shilingi 10 na 100. Kabeja okay, kama venye mtaziona ama mlishaziona, zinaenda na sizes, so zina vary. Kuna size kubwa, kuna hadi ya 70, ya 50, ya 40, ya 30, huenda na sizes tu bado. Na siza. Ndizi hizi zile zenye zimeiva, hizi actually tunatoa Uganda. Zinaitwa mbogoya. So hizo zinaitwa mbogoya. Then kuna hizi matoke pia tunatoa UG na Kisii sana. Matoke kwa juu kidogo. Hizi zingine tunauza 10. Then hizi matoke mostly kama hizo unaona ven kubwa. So hizo tunauza 600 ama 500. Vitunguu huuzwa kwa kilo, ikiwa kilo moja ni shilingi 100. Sasa hiyo basically tunauza kilo 100. 1 kg is 100 shilling. Sasa ni ile kila mtu ako na size yake. Kuna wenye wanapenda kubwa, kuna wenye wanapenda ndogo, kuna wenye wanapenda medium, kuna wenye wanapenda nyeusi, wengine wanapenda hizo nyeupe ama ni red. Sasa hiyo ni choice ya mtu. Bei ni same tu. Hiyo kilo ni 100. Huku akieleza changamoto anazozipitia katika biashara yake. Changamoto ni mingi. Since we are here, kuna ya kwanza tuseme kanjo generally. Kanjo wanatuara vibaya sana. Kanjo wanatuvurutia chini. Then pia kuna story ya nini kuenda huko, but sasa tax ilibaki ikiwa juu. Unajua serikali ni ile. Hata vitu kama hizi rice nini, hizi vitu si kutoka Thailand, tuna import kutoka hadi Afghanistan. Lakini sasa unaona importation tax imekuwa noma sana. Si Afghanistan, Pakistan, sorry. Transport pia, unajua mafuta ikipanda, kila kitu pia imepanda. Sasa hiyo cost tena pia imeenda juu. Then changamoto ingine, license pia bei yake iko juu sana. Bei yake iko juu sababu ukikuja upige hesabu as much as ni paia mtu unakuwa unalipa license paia. Ukipiga hesabu kwa per month ni kama tena ni school fees. Unaona? Pia Joyce Wanjiru, muuzaji wa matunda, anaelezea kuwa kazi yake iko sawa, ilhali anasema kuwa mizigo haziko kwa sasa. Kwa majina naitwa Joyce Wanjiru. Biashara yangu si mbaya, but jua ilikuwa imewaka sana. Vitu zikakuwa bei ghali. Kwa sasa tunashukuru Mungu juu kumenyesha mvua. Vitu zitapandwa na zikuwe za bei rahisi, but maisha imekuwa ngumu, vitu ni bei ghali kabisa. Kama hii vitu wenye nauza tulikuwa tunanunua na 50 shillings, sasa tunanunua na 100. Inakuwa ngumu kuuza, hata watu wanashindwa bei juu tunauza sasa 150 200. Biashara si mbaya, but kumenyesha, tutapata biashara mzuri. Changamoto ni mingi cause hakuna mizigo inatoka shambani, juu ya jua ni kali. Na hapa penye tuko pia changamoto ikosi kwa biashara, mizigo hakuna.
ni baadhi ya wanabiashara wa bidhaa jiji kuu la Eldoret iliyoko katika kaunti ya Uasin Gishu. Nikiripotia runinga ya Prudent, jina langu ni Glavin Chepkemoi. Na mtazamaji, kumbuka kwamba ngoma ikipigwa sana uraruka. Naomba nikome hapo kwa sasa. Ni washukuru nyote mliojiunga nasi katika habari za Prudent. Ili kupata habari hizi na zingine zaidi kwenye simu yako, bonyeza nambari 22322 au tufuate katika mitandao ya kijamii Twitter, Instagram, Facebook @PrudentTV. Jina langu ni Vincent Nixon.